Mimi ni msaidizi wa askofu na alinipata ndio nimsaidie. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo niko hapa nimsaidie siku ya leo aweze kupumzika. Amen. Na nimenyenyekea sana askofu kunipa hii nafasi. Mungu wetu wa mbinguni akubariki na akutende mambo mema. Praise the name of the Lord. Nami niko hapa ndio niweze kutumika kulingana na vile Baba wa mbinguni atanisaidia. Sema amen. Tutasoma in the book of 2 Kings chapter number 6. 2 Kings 6 na mstari wake wa kwanza hadi mstari wa 8. Na tutasomewa na Pastor Jenga. Iwe hivyo. Amen. 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 Wafalme wa pili, kurasa ni wa 6, kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 8. Biblia inasema, kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia basi, mahali tukaapo mbele yako ni padogo kwetu. Basi twende mpaka Yordani, twakuomba tutoe huko kila mtu mti mmoja, ili tufanyie huko mahali pa kukaa. Akajibu, haya, nendeni. Mmoja wao akasema, uwe radhi basi na kusihi, uende pamoja na watumishi wako. Akajibu, nitakwenda. Basi akaenda pamoja nao. Nao walipofika Yordani wakakata miti. Lakini mmojawapo alipokuwa katika kukata miti, chuma cha shoka kikaanguka majini. Akalia akasema, ole wangu bwana wangu, kwani kiliazimwa kile. Mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Akamuonyesha mahali. Akakata kijiti, akatupa pale pale, chuma kikaelea. Akasema, kiokote. Basi akanyosha mkono akakitoa. Basi mfalme wa Shamu alikuwa akifanya vita na Israeli. Akafanya mashauri na watumishi wake, akasema, kituo changu kitakuwapo mahali fulani. Kibia mstari wa 16 na mstari wa 17. Mstari wa 16, akajibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Bwana abariki neno lake. Amen. Tunakushukuru Baba wa mbinguni na twasema asante kwa nafasi hii ya neno lako mtakatifu. Twakuomba ya kwamba unene la kila moyo wetu na mioyo yetu Bwana ikakubali neno lako mtakatifu na likawe faida ndani ya maisha yetu. Twaomba ya kwamba mfalme Mungu wetu, ya kwamba ukashuke siku ya leo, dakika hizi nitakazo simama hapa Bwana. Twaomba Roho wako mtakatifu, kwa jina lako Baba, Mwana, Roho Mtakatifu tunaomba. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuko tayari kusikia neno. Naona ya kwamba siku ya leo masaa yametusonga sana, lakini nitafupisha ujumbe wangu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Yangu ni kuomba tu, nataka imani yako ndio niweze kuhubiri neno la Bwana. Najua ya kwamba Mungu wa mbinguni amenena pamoja nami, na najua ya kwamba pia wewe atakunenea siku ya leo. Amen.
tumesoma kitabu cha 2 Kings chapter 6 from verses 1 to 18. Bwana Yesu asifiwe. Kienda nyumbani unaweza soma kwa peke yako na unaweza jua jinsi Mungu alivyotenda kupitia Elisha. Praise the name of the Lord. Elisha alikuwa mtumishi wa Mungu na alikuwa ameachiwa the anointing with Elijah. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba Elisha akiwa mtumishi wa Mungu hapa anaonekana akifanya kazi kubwa ndani ya utumishi ambao aliokuwa naye. Na Elisha alikuwa a prophet. Praise the name of the Lord. Na alikuwa anayo shule ya manabii. Na Bible inasema ya kwamba wakati huu Elisha alikuwa amefanya kazi kubwa na watu wakaongezeka sana mpaka wao wenyewe wakaona mahali ambapo wapo ni mahali padogo. Praise the name of the Lord. Wakaona ya kwamba sasa Elisha amefanya kazi kubwa na sisi sasa watumishi tunayo macho ya kuona ya kwamba mahali tuko sasa pamekuwa padogo. And the Bible says ya kwamba akachukua wakaongea kwa pamoja na wakaenda kwa mtumishi Elisha wakamwambia ya kwamba tunaomba utusaidie na utukubalishe tuweze kwenda Jordan ndio tuweze kukata miti tuweze kukuja na kupanua hema yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. So Bible inasema ya kwamba naye mtumishi Elisha akawakubalisha kasema yes endeni mkaweze kuleta na kukata miti yenu. Na hapo Bible inasema ya kwamba wakamuhisi wakamwambia Elisha hatuwezi enda bila wewe. Amen. Hatuwezi enda bila wewe. Na kwa hivyo siku ya leo ninapozungumzia about Elisha sitafafanua sana vile sitapeana story venye Elisha alifanya. Amen. Mimi nitaingia kabisa kwa injili. Amen. Kwa sababu Bwana ameninenea siku ya leo about the opening of your eyes. Amen. Vile Bwana anafaa kutufungua macho, hivyo ndivyo tunahitaji siku ya leo. Tuweze kufunguliwa macho na ndio kuweza kuona. Biblia inasema ya kwamba hawa watumishi wa Elijah ama the prophets waliona ya kwamba mahali wako ni mahali padogo, mahali ambapo wanatumikiwa, mahali ambapo wanasomeshewa ni mahali padogo sana. Macho yao yakawa na mtazamo na wakaona mahali hapa ni padogo. Praise the name of the Lord. Na wakajituma. Amen. Wakasema Elisha lazima tuende pamoja na wewe. Kwa hivyo wapendwa wa Kristo, tunahitaji watu ambao wako na macho ya kuona. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Walikuwa na macho ya kuona ya kwamba nabii wao amefanya kazi kubwa zaidi. Hallelujah. Elisha kazi yake haikuwa kupanua hema. Kazi yake ilikuwa kuongezea watumishi wa Mungu. Ilikuwa ya kuongezea the prophets of God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So Elisha alikuwa anafanya kazi yake. Yani alikuwa anafanya kazi ambaye ameansainiwa. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Na watumishi wake wakaona kweli nasi tutafanya kazi yetu. Kazi yetu ni kwenda Jordan kukata miti tuongezee hema. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nasi kama wa Kristo, a servant of God, the work of the servant is to preach the word of God. Kazi yake ni kuhubiri na kupatia watu mwelekeo. Hallelujah. Kazi ya mtumishi wa Bwana kama huu Dr. Bishop, huyu ni kazi yake ni kutuelekeza na kuachilia neno ndio tuweze kusimama. Lakini sisi watumishi ambao tunatumikiwa na askofu, kazi yetu ni kufunguka macho na kuona vile tunavyofanya, vile tunafaa kufanya ndani ya kanisa la Bwana. Hallelujah.
Praise the name of the Lord. Kwa hivyo usikawahi sema ya kwamba pasta wetu haoni, ya kwamba pasta yetu hafanyi. Wewe ndiye umefungana macho, haufanyi kazi yako. Haleluya. Haufanyi kazi kulingana na position ambayo umepewa. So Bible inasema hao wakamuhisi the prophet. Amen. And they told Elisha, now Elisha, we need your approval. Hallelujah. We need you to approve us so that we may go and build the tent. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu sio wakati wa kuriga kifua na kusema ya kwamba nitafanya. Hata kama unafanya kazi ya Bwana, si wakati wa kupiga kifua, ni wakati wa kuwa approved by the man of God. Hallelujah. They decided we cannot go kukata miti kama hatuja approviwa na the servant of God. Hallelujah. They cannot, hawangeliweza kubuild the tent kama hawajawekewa sahihi na mtumishi wa Bwana, kama hawajabarikiwa kwenda kufanya kazi hiyo. Hallelujah. Usijitume kama haujaheshimu mafuta. Praise the name of the Lord. We need the blessings from the man of God. Tunahitaji baraka kwa watumishi wa Bwana. Lakini wapendwa, watu wengi wanajitoa, wanaenda, wanasema atajijasia nilienda. But I want to tell you, there is no blessing without the approval of the man of God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Yetu ni kuambia mtumishi, tunahitaji kuongezeka. Yetu si kugojea tuambiwe tufanye. Letu ni kuwaona tuanze kufanya. Naye askofu wetu ama pasa wako approve the work. Hallelujah. Lakini watu wa kuapproviwa hawapo kanisani. Sema amen. Watu wanajijua. Praise the name of the Lord. Wanasema kenye ninajua ninafanya vizuri. Si ni Mungu ninatumikia. Hata uende uibe wapi, bila approval of your pastor, there is no blessings upon it. Amen. Hata kama wewe ni mhubiri kama mimi, lazima ninyenyekee, niwe approved by my bishop ndio niweze kuhubiri. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na bio ndio tuende nyumbani tukalale. Karaturage diko. Amen. Si tunaenda kulala. Lakini tuko na worship experience ambayo inakuja on Sunday. Waibaji wetu karibuni tuibe pamoja na nyinyi. Amen. Itakuwa on Sunday, so waibaji kinajenga hawapumziki. Hallelujah. Lazima wagoje, they are readers. Amen. Na bishop, he has already approved you to do the work. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So Bible inasema wakaambia Elisha, go with us. Go with us. Elisha is the type of Christ. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Without Jesus Christ, hakuna chochote tunaweza kilifanya. Hallelujah. Tukiwa hatuna Yesu ndani yetu, tukiwa hatuna Yesu pampa tu pampa, I want to tell you, kazi inaweza kuwa ngumu, kazi inaweza kosa kufanyika. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So wakaambia Elisha, now come and go with us. Hallelujah. Bible inasema ya kwamba Elisha akatembea pamoja na wao, wakateremka Yordani. Sema Jordan. Hallelujah. In the river Jordan, hapo ndipo Yesu Kristo alibatishwa. Hallelujah. Katika mto Yordani, hapo ndipo wana wa Israeli walivuka. Hallelujah. Katika mto Yordani
Joshua na kuko na Galili, iko the same river. Hallelujah, yenye inapeana life na yenye imebeba kifo. Hallelujah, kusema ya kwamba the Dead Sea haikuwa na outlet. So chochote kilikuwa kinaingia pale kilikuwa kinakuwa kimekufa. Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe. So Bible inasema wakateremka Yordani kwenye watu wa Israeli walifuka. Hallelujah, kwenye wana wa Israeli waliona ukuu wa Bwana mahali Yesu Kristo alibatizwa. Hallelujah, nao wakasema tutateremka Yordani, huko kuko na miti mizuri mitarakwa ya Lebanon no uokorogara. Amen. Katika mji Jordan kwale na mitarakwa, Bwana asifiwe, yenye ilikuwa very straight. Amen. Ilikuwa imepandwa kando ya mto. So walienda kukata ile miti. Praise the name of the Lord. Na wakasema, the prophet of God, let us go with you. Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na mtumishi wa Bwana, kwena maoru matare gukora, mwathani arogocwo. Hallelujah, when we have Jesus Christ, kuko na uovu atazuia. Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa lazima tujue kuandamana na Yesu Kristo. Lazima tujue kuheshimu mafuta ambayo tumepewa, kwa sababu kuna mahali hauwezi fuka bila mafuta iliyo juu yako. Hallelujah, hallelujah, mwathani arogocwo. Onogiokeria cionje hatare maguta maria mari iguru riaku. I want to tell you, hando tangikira, kwena hando tangikira thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũthenya wa ũmũthĩ andũ a Ngai, lazima tuheshimu mafuta iliyo juu yetu. Lazima tuyaheshimu, no matter how mafuta yao yako. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wameitwa na mwito kama wa Yeremia. Bwana Yesu asifiwe. Mwito wa Yeremia haukuwa mwito rahisi, ulikuwa mwito mukali. Hallelujah. If you are under the anointing of Jeremiah, you must kaa vizuri. Jeremiah ndari itheru, eguthiomere. Bwana asifiwe. Enda waambie, nasi tuko katika chini ya mafuta inayekaa kama ya Jeremiah George Githaiga. Haya mafuta yako na moto. Hallelujah, praise the name of the Lord. Lazima ukubali kuwa chini ya mwito wa Jeremiah. Praise the name of the Lord. Bible inasema ya kwamba walipoteremka, mmoja wao, wengine wote walikuwa na shoka zao. Sema amen. Hao wengine wote walikuwa wamebeba shoka zao. Nema kuweta madhano amao walikuwa wamesibeba. Hallelujah. Lakini mmoja akawa ameopa. Praise the name of the Lord. Na Bible inasema wakaanza kukata. Kama hujalelewa ushago, sijui kama unajua kukata mti. Bwana asifiwe. Kikata mti na shoka, ndio utajua kazi ya shoka ni nini. Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na Bible inasema ya kwamba shoka ambalo liko sharpened, liko rahisi sana kufanya kazi. Hallelujah. Kwa hivyo hizi shoka zilikuwa zimetayarishwa kukata miti. Hallelujah. Walikuwa wanakata, mwingine anakata, huyu anakata, huyu mwingine anakata. Hallelujah. Wakakata miti. Lakini wakiwa katikati ya kukata miti, moja ya hilo shoka ile la kuobwa, ugale lya kuhoywa,
imagine ile agwire uria wari yake. Amen. Oliria turia kuhoya no ria agwire. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Lile tura kuobwa hilo ndilo lilianguka chini. Oh, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Oh, we are bought at a price. Tumenunuliwa na pesa na gharama. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ithuĩ tũtiria kũhoywo. Hallelujah. Tũriagũre tũrĩ na mathanwa maitũ. Bwana Yesu asifiwe. No mũndũ mwehia ndakoragwo na ithanwa rĩake. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Gũtirĩ ithanwa rĩake akoragwo narĩo. Akoragwo narĩo kũhoya. Ne, Reverend niombe. Reverend ninataka. Hiyo ni ya kuomba. Hallelujah. But as a Christian, you are supposed to have your own axe. Cut for yourself. Hallelujah. Hautaogopa. Hautaogopa. Kwa sababu choka si la kuomba. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Lazima tusimame gangari, tujue ya kwamba hii shoka ni letu. Hatutaweza kukopa. Hey! Ruko tayana. Hallelujah wapendwa. Tole na idhanwa letale ria kuhoyo. Na idhanwa litone sharpened. Hallelujah. Riko sharp. Linaweza kata. Hallelujah. Wakati lilianguka akalia akasema, my master. Hallelujah. The axe has fallen. Na hii shoka, hallelujah, ninakuomba wetembea kwa manabii, wetembea suguka. Hallelujah. Shoka likianguka, hey, hallelujah, ndio yogotengera kuleo. Lakini huyu alijua ya kwamba niko na nabii. Master, the axe has fallen. Watu wanakimbia kwa manabii kuomba shoka. Hallelujah. Nabii ako mbali na wewe. Nabii ako mbali na wewe. Hallelujah. Mtume apostle ako mbali na wewe. Go with your servant. Go with your servant wherever you go. Bwana Yesu asifiwe. And the Bible says Elisha, hallelujah, akachukua the axe, akachukua the stake. Hallelujah. That is the cross of Jesus Christ. Hallelujah. Msalaba wa Yesu. Akachukua the cross. Hallelujah. Bible inasema akaiweka chini ya maji. Yesu ahonokeire ku. Ahonokeire baile. Praise the Lord. Kubatizwa. Yesu alimuono kwe. Tia utuhegeza. Bwana asifiwe sana. Amen. Alikufia hapo. Bwana asifiwe. Na akafufuka. Kubatizwa ni kufa ndani ya Kristo na kufufuka na yeye. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So Jesus Christ. Bible inasema Elisha akanyosha mti wake. Hora irohe wega we. Muti hora rogi. Unajua kaswet penye kanakuaga kakari kakiingia kwa macho. Sawa nigetha ndimone. Bwana asifiwe sana. So aliporusha mti, that is the cross of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Shoka linasimamia the sinner. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah.
mwenye dhambi alipopata msalaba alipata kuokolewa. Haleluya! Mwenye dhambi alipopata msalaba alipata kuokolewa. He fought. Amen. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Bible inasema ya kwamba Elisha aliporusha mti, shoka likafrota, shoka likainuka juu, na lilipoinuka hakuriguza. Aliambia the man, take the axe. Hallelujah. The blood of Jesus, the cross, tayari kazi ya msalaba imefanyika wapendwa. Hallelujah. Kazi ya kuokolewa imeisha. Kazi ya kuondolewa dhambi imeisha. Is your time to take action and lead whatever you like. Hallelujah. Inua chochote unavyotaka. Elisha hakuchukua na mikono yake. Yesu dage kuoera othiku. Uga amen. Amen. Niko salama. Praise the name of the Lord. So, hediria twaliehia wakati tulikuwa sinners, Jehova aliachilia neema ya wokovu ndani yetu. Tuwale singed. Tulikuwa ndani ya maji, tulikuwa ndani ya dhambi, tulikuwa ndani ya wovu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kila moja hapa alikuwa chini ya usalati maybe. Mwingine alikuwa ndani ya ulevi, mwingine alikuwa ndani ya mambo yako, si unaijua? Amen. And the cross of Jesus Christ, yani neema ya Yesu ya wokovu ikakujia wewe. Hallelujah. Na ilipokukujia ukiuga ndahonoka. Hallelujah. You are now take the salvation, take the grace, take the anointing. Hallelujah. Hale hado kayarutaga wera na ne hale hado ha mundu. Kuna kazi ya Mungu na kuna kazi yako wewe. Hallelujah. Elisha hakuchukua the axe. Hiyo ni kazi ya binadamu. Hallelujah. Hiyo ni kazi yako kuchukua. Kazi yangu nimeshaifanya. Kazi yangu ya msalaba nimeshaifanya. Sasa kazi yako ni uchukue neema. Kazi yako sasa chukua neema. Nale tiko fruti usoka woherwo. Na dokuwa tete kuliruta haria hariku. Wewe unafanyiwa kazi na Bwana. Umetolewa pale chini sana kwa urefi. Umetolewa pale kwa umaraya. Umetolewa pale kwa wizi. And then unataka neema usukumiwe upewe. Tafuta neema. Tafuta upako. Hey! Hallelujah. We ohere. Take it by your hands. Nimeitoa. Ichukue sasa. Hallelujah. Kazi ya msalaba imefanyika wapendwa. Yesu ameilipa yote deni. Kazi yetu ni kujua ya kwamba niko nahitajika nichukue. Kama unataka baraka ichukue. Kama unataka watoto wachukue. Tiyari ametoa. Nawe oraigero hao kero ya idanwa. Hata ukubukagi saa 8 imefika, hata asubuhi 5 ukubukagi, umewekewa shoka, chukua. Huyu mtumishi wa Elisha, Bible haisemi ya kwamba alilia tena, alichukua. Hallelujah. Nasi wapendwa, tutaishi kulia, tutaishi blame our God, tutaishi kunugunika
umepewa na unaambiwa chukua, lakini lazima igharimu nguvu zako kuchukua. Amen. Watu kigani turakaga thinduro tutaita mahiga. Ihiga ni riumeru. Hallelujah. Amen. Mungu tayari done ametoa shoka mahali lilikuwa. Na thank God tuko chini. Amen. Saa hii shoka limeenea. Tunaambiwa Exodus, do you need a cathedral? Mungu, do you need a cathedral? Bring mawe, leta. Unangojea nani amwage mawe? Leta foundation tuweke pale. Shoka limeenea. Hallelujah. Take it with your hands. Ugai amen. Bwana Yesu asifiwe. Niliambiwa nihubiri dakika 90. Amen. So ninaendelea. Amen. There is part for God and there is part for you. Amen. Kuko na wakati wa Mungu, kuko na pati ya Mungu kufanya kazi, na kuko na nafasi yako wewe fanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. And the Bible says wakachukua, na hatuelezewi walienda wapi. Bwana asifiwe. Tunaingia in the king of Assyria. Amen. Hao wakaachana na Musa. Yole shokali Elisha, nimewatolea, wacha ni deal now with the king of Syria. Amen. Praise the name of the Lord. Wewe unatakaga askofu aishi kwa jambo moja. Netwali rone makire ya gorofa. Bwana asifiwe. Shoka lilipotolewa walienda kwenye walienda kujenga. But the prophet Elisha, he continued with the mission. Amen. Mission yake hii ya kuagushwa shoka limeisha. Sasa akaingia to the king of Syria. Na Bible inasema ya kwamba akaanza kuambia mfalme wa Israeli jinsi wanavyopakiwa na mfalme wa Syria. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwambia msipita hapo, kuna adui. Hallelujah. Saidia itera. We thank our God kwa sababu bishop wetu huona. Hallelujah. Anatuambia msipite hapa, kuna maadui. Hallelujah. Aliambiwa msifanye hii, kuna maadui mbele yenu. Na kweli wapendwa, hawa wapendwa walipata maadui. Praise the name of the Lord. Siku ya leo mpendwa, kazi ya askofu ni kuangalia what next. Next patient. Basi yao torako hoyagira Ronald. Do your part. Amen. Evangelist. Mnasi to utidana inywe. Do your part. Na diaweze kufikia wale wengine. Ministers, do your work. And then Jehovah ndio askofu wetu afanye kazi hiyo ingine. Praise the name of the Lord. Namalizia. Bible inasema ya kwamba the king of Israel akaambiwa ya kwamba watu wa Assyria wanataka kukuataka. Wanataka wamekuwekea mahali. Yani yeye anayeona, anayeonya watu wa Mungu, msipite hii njia mtakufa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tunampendwa mmoja hapa, tunamtiwa mafuta wa Jehova ambaye anatukanya, anatuambia don't go this way. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Jana nilikuwa naongelesha wa mama about the kingdom marriage. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko hapa ufunzwe about the kingdom marriage. Wachana na uogoma. Amen. Hallelujah. Tigana na ogoma wa social media. You fix yourself in the kingdom marriage.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mmoja anasema mwathie kule ka dokta kage kale hau uguo to TikTok. Kasaitani kametumwa kusimu. Ni yako nina the generation. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. There is a prophetess telling you, have a kingdom marriage. Na tuko Valentine. Guko hujeria twainuka. Hallelujah. Gumo haidiri. Gumo tamurira. Bwana asifiwe. We haleluya. Todo na igwe ya Valentine ira. Hallelujah. Si yuko hapo. Lakini kwina munafi ukwiraga. Ni mundu ukonyaga. Ni hari mundu o assumaga tigwauga. People assumes. Ya kwamba haja si just bishop wachana hey. Huyo mzee yaki kemeo nazo Do you assume? Hallelujah. Falme wa Israeli haku assume. Alipoambiwa na prophet Elisha, usipite hapa, haku anapita. So mfalme wa Asiri akasema ya kwamba huyu mtu anayesikikana ya kwamba anaitwa prophet Elisha, lazima tujue makao yake. Lazima tujue tutamfamia namna gani. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Lazima tujue jinsi tutakavyo mkamata tumnyamasishe. Lazima huyu prophet anyamaze kuwabiana ukweli. Hallelujah. Kwa nini anaona namna hii? Lazima tufunge macho yake yasione. Hallelujah sana to the King of Zion. Pigia Yesu makofi mazuri. And the Bible says, akaleta jeshi lake wakashuguka nyumba ya Elisha. Hallelujah. And the servant of Elisha, Bible inasema akaamka asubuhi na alipotazama nje akaona jeshi kubwa ambalo limesuguka mji wao. Hallelujah. Lilikuwa linataka kuwamaliza. And the Bible says, and this man cried, Master, Master, netwakorwo. Mwadhani agoshwa. Tumefamiwa. Majabari wako hapa. Wametufamia. Hallelujah. And the Bible says, Elisha akaambia the servant, open your eyes. Tuliona wale wa kwanza walikuwa wamefunguliwa macho. Bwana asifiwe. Lakini huyu mmoja ane Gehazi hakuwa amefunguliwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa yeye anaona maadui wamekuja kuwamaliza. Lakini Elisha akamwambia, let your eyes be open. Wacha na macho yako yakafunguke na ukaone ya kwamba jeshi ambalo tuko nalo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mwadhani arogoshwa no turanyita. Daugani no aheirwo maitho. Amen. Gationaga. Ona karathi na munabii na gatio. Anatembea na nabii na haoni. Wewe unatembeanga na nabii na huo. Niene dare yako igana maitho bisho. Ukiona ninaona. Unafikiria ati nitafuga macho? Ukienda to the revelation, I will enter to the revelations. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa sababu siwezi tembea na nabii na nikae kama nimefugwa macho.
Hallelujah. Nimokuga amen inyue. Kamuthia kwa nabii. Oya. No ya ndo amathia riu maambiriria kunjikiria mahi. Kundamura. Bwana asifiwe. Enda lakini ufunguke. Tuliambiwa na bishop hivi. Ati mtu hasikiagi ni mke ama bibi ama mwanamke anayefuata nabii. Ndio kwa nini ufuatete nabii yako ndio ndungejigua. Bwana asifiwe. No akaona ni ufuatete ndio ukojigua. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Huyu Elisha alikuwa anafuatwa. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ameogofya mfalme wa Asiria kwa sababu ya gift ambao alikuwa amepewa. Praise the name of the Lord. Kama hauna gift, gutire higa renge gukira hari werera kigerako. Nekirira kuria. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama uko na neema, lakini kama uko na upako, kama uko na gift of singing, kama uko na gift of interpreting the tongues, kama uko na gift of yo ti gift ni yaku kwiyendera. Bwana asifiwe sana. Kama uko na gift ya prophecy, hallelujah, word of wisdom and word of knowledge, hallelujah, praise the name of the Lord. Lazima mawe yatakuja juu yako kwa sababu you have the revelation. Hallelujah. If you have a revelation of singing, waibaji, Bwana Yesu asifiwe, you must prepare yourself kwa mawe na kutafutwa na adui, because you have the gift in you. Hallelujah. Elisha si mtu alikuwa anatafutwa, alikuwa wanatafuta the gift in the Elisha's life. Leo ni mogejo riake tamoririe kiria githiini wakwa. Hallelujah. Ni kemogejoria na mojoririe what I carry, the grace that I carry. Iyo no mogehorana nayo. Mwathani arogocwo. Iyo ni andu a Ngai marogwo nayo. Kiria we nakio, the gift that you have. Na mama akorwo nduhuragwo bara umenye nduri akorwo no. Amen. Mwanyita. The king of Syria was not fighting Elisha. He was fighting the gift of liberation. Ajega tukimurie ki. Ugathuri gakuyo tungikoria. Bwana asifiwe sana. Tungikoria kiriu kiari tungikoria ki. Bwana roi kirio higa. Ndori wa kirio. Seek for revelation. Hallelujah. Pastor Bogwa, kama haujawahi rushiwa mawe, seek for revelation. Amen. Leo ni jigagerio magera. Bwana asifiwe. Ile ya burudosa. Ile ya kwale. Amen. Na nyuguterwa lakini hauishi. Bwana Yesu asifiwe. The problem is not me. The problem is the revelation that is in me. Hallelujah. Netothiete wega. Akirikurekia ndirarekia. Bible says ya kwamba Elisha akaambia the servant, open your. How many times tumekuwa bride? Unaambiwa there is a blessing there but you cannot see. Amen. Hapa kuna Steve mume wangu, lakini wewe ndo kile mudhuru wako. Ni Steve ni example
There is a Steve here. Haha, hena muthuri wakwa. But nimefugwa. Simuoni. Bwana asifiwe. Naona adui. Naona adui hapa. Naona kulemewa hapa. Hallelujah. Lakini gift iko hapa. Kenye ninaomba kiko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa Bible inasema ya kwamba fungua macho. Funguka uone. Sijui kama we umefungana macho hata uoni kenye Mungu amekuwekea hapo mbele. Wewe na kuabiria guteta. Ndirakinyirio neema. Yaani ni Mungu tu ni Mungu. Ni Mungu wa watu wa. Heka ile tukajeria atiriri. Ndandikite. Kuko na mfanyikazi nilikuwa na yeye kwangu. Akaniambia, "Mama, Mungu ako na kipendeleo." Nikamuuliza amependa nani? Nikamwambia mimi nimeangalia hivi na nimejaji Mungu na nikajua ya kwamba kuko na watu Mungu anapenda kuliko wengine. Nikamuuliza wewe uko kategori gani? Ya kupendwa, kutokupendwa? Akaniambia mimi Mungu hanipendi. Bwana asifiwe. Hata ndiye aliniumba alikuwa na shingo. Akaniambia hata ndiye aliniumba na shingo iko na mshipa kama hii. Anipendi. Praise the name of the Lord. Ati Mungu aliniumba nikiwa mweusi. Mungu hanipendi. Bwana asifiwe. Ngenda kumenya Ngai amuthuire niki. Kai mwathie. May the grace of God be upon you. In Jesus' name. Bwana Yesu asifiwe. So Bible inasema dakika imeisha 90. Diete dakika 3:30. Bwana asifiwe. Na nikumalizia na malizia. So your problem is murmuring. Your problem ni kuona haujafanyiwa. Problemu yako ni kuona wale wengine wamefanyiwa. Lakini wewe hauonagi kenye Baba amekuandalia na hapo. Amen. Sijui wewe unagojea nini? Wewe sijui kwa nini haujafunguliwa macho uonyeshwe maisha ya baadaye. Uone vile Bwana amekuandalia maisha mazuri. Amen. Wache kutetesha Bwana kumwambia kwa nini haujanipa. Kwa nini maadui wamekuja hivi? Kwa sababu Mungu anataka uwe na testimony. Na Bible inasema ya kwamba Elisha akafungua Gehazi macho na akaona. Na Bible inasema upofu uliokuwa na wale ule Gehazi ukapewa the enemies. Uga amen. Kĩũndũ kĩu ũrona kĩrĩ kĩnene nĩkĩo gĩkwaga. Nĩkĩo gĩtegũkinyanĩra. Mwathani arogocwo. Praise the name of the Lord. Yani otumumu wanengerirwo the enemies. When the righteous open his eyes, the enemy must be bright. Bwana Yesu asifiwe. Tutakapofunguliwa macho, lazima adui wa ufukara aone. Hallelujah. Wakati utakapofunguka macho, utakuwa na nguvu za kunyamashisha na kufunga macho ya adui. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Funguka macho mteule, uone pali giza latoweka, pabazuka. Jipe moyo mteule, aga ufalme ni wako, umrithi pamoja na Yesu. Hallelujah. Yesu tayari ameshinda kwa ajili yako. Yesu tayari amefanya kazi yake. Wewe fanya kazi yako. Kemea mapepo wewe. Wachana kukaa na mapepo kama ni nyanya yako. Bwana asifiwe. Mapepo sio bibi yako, mpapase. Rebuke the enemy where necessary. Bwana Yesu asifiwe.
Agamiza yeye, futa, agamiza, destroy, rebuke. Amen. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Usipatie nafasi shetani. Rogama na igoro. Nona wale rogama maina akoheteria. Kana kama ukana njoroge. Kaka niki karajika. Bwana asi evil. Kasirika kwa ajili ya adui. Sema ya kwamba hautanifinya tena. Mimi ni mjasiri. Haleluya. Kemea adui panapopatikana. Anapopatikana, agamiza yeye. Kama amefugilia maisha yako, agamiza yeye. Kama amefuga maisha yako ya kiroho, agamiza adui kwa jina la Yesu. May the name of the Lord be glorified. Tusimame juu. Abia Bwana wa mbinguni, open my eyes, oh God. Nifungue macho mahali ambapo sioni. Ninajua ya